Naomba nikukaribishe mara nyingine tena katika kipindi chetu hichi cha Saa ya Bwana, ukiwa na mimi mtumishi wa Mungu, ambapo kipindi hichi kinakuwa na sababu kubwa kwamba niweze kukujulisha taarifa kubwa ambayo imetrendi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya kuijua taarifa hiyo ya vita au usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubwa, alafu tuende kuomba kwa ajili ya nchi. Hili ndilo kusudi la kipindi hichi cha Saa ya Bwana. Tukiamini mwanadamu anaweza kuyafanya mengi, ila saa ya Bwana kufanya mambo ikifika, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kupinga kile ambacho Bwana amekusudia kufanya sasa. Na hivyo basi, mtu wa Mungu, mahala popote ulipo, nikualike katika Saa ya Bwana ya tarehe ya leo. Na katika vitu tutakwenda kuviongea zaidi sana, kabla hatujakwenda kuomba, nitakwenda kugusia hali halisi ya mji wa Uvira siku ya leo, au niseme siku ya jana, au niseme siku ya juzi. Ndani ya siku hizi tatu, jiji la Uvira limekuwa likisemwa sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ile ngome ya wazalendo ambayo imewekwa katika maeneo yale. Lakini pia kulingana na mpango wa M23 ambao waliupanga kukamata Uvira kwa kasi na kushindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo Uvira inakuwa iko sana katika midomo ya serikali, lakini pia hata midomo ya waasi na hata mataifa mengine kuangazia Uvira kuna nini ambako kumewashinda wa M23. Sasa kaa pamoja na mimi hapo, yako mengi sana ambayo yametendeka pale Uvira. Mengi nitaongea. Lakini pia katika Saa ya Bwana ya leo, kabla hatujaomba, nitakwenda pia kugusia siri za ndani ambazo nimepenyezwa, ambazo M23 wanajitahidi sana kufanya kuhakikisha kwamba wametoboa ngome ya wazalendo. Na si tu kutoboa ngome ya wazalendo, wahakikishe wamevuruga wazalendo, yani kuvuruga uzalendo, na uzalendo upotee, ufe kabisa. Ni kitu gani? Utakaa pamoja na mimi hapa. Lakini pia nitakwenda kukuambia, kabla hatujaomba, mambo machache kuhusiana na kauli ya wazalendo walioitoa wakielekeza kwa FARDC, lakini pia wakielekeza kwa M23 kama ujumbe wao mkubwa. Pia nitakwambia hata sehemu mbalimbali ambazo mapambano au vita vimetokea na matokeo yaliyotokea. Nitakapokuwa nimemaliza kukuambia taarifa hizo, nitakuomba ndani ya dakika 1 au 2 tutapaza sauti yetu kwa kifupi sana, kuongea na Bwana, kumlilia Bwana, tukiamini atakwenda kutenda. Kabla sija kuambia taarifa moja baada nyingine, ni kuomba ufanye mambo mawili makubwa sana. Jambo la kwanza ni kuombe ushare linki hii ndani ya grupu WhatsApp 2-3 ambazo umo, tukutane na Wakristo wengine, tuombe kwa pamoja, tuwabariki kwa pamoja. Lakini pia waweza kujiunga na madhabahu haya kwa kubonyeza alama hiyo iliyoandikwa subscribe au kitufe cha kujiabone, na tuweze kuwa tunashirikiana kwa pamoja kuiombea nchi, lakini pia na kubadilishana neno la Mungu kama hivi. Basi kabla hatujakwenda mbali, ngoja tualike Roho Mtakatifu ili tunene kwa maneno ambayo yanaweza kuleta mabadiliko ndani yetu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya ndugu huyu ambaye Bwana ametenga dakika hizi kwa ajili ya kunisikiliza. Fungua fahamu zake ili maneno haya ninayoyanena Bwana yalete faida katika maisha yake ya kiroho na ya kimwili pia. Zaidi ya yote, weka roho ya uzalendo ndani yake. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Kabla ya kuomba kabisa, nianze na kukupa taarifa hizi. Taarifa ya kwanza ni kuambie kwamba ndani ya jiji la Uvira limekuwa jiji ambalo sasa hivi linaripotiwa kuwa na misukosuko mbalimbali. Na misukosuko hii inatokana kati ya wazalendo na FARDC kwa sababu kama 2 au 3. Sababu ya kwanza, wazalendo wanatuhumu FARDC kwamba wao ndio M23. Wao ndio wanaosaidia M23 kukamata maeneo mbalimbali, kama ambavyo FARDC
ilishindwa kupigana Goma wakiwa na vifaa vyote, ikashindwa kupigana Bukavu wakiwa na vifaa vyote, mpaka wako Uvira. Kwa hiyo wazalendo hawana imani yoyote ndani ya FARDC kwamba hata uwepo wao pale Uvira maana yake wapo katika mpango wa kutaka kuangusha Uvira. Hizo ni tuhuma za wazalendo wanazowawekea FARDC. Lakini pia wakiendelea kuongea tuhuma yao ya pili ni kwamba FARDC ninyi mlikimbia mkafika Kalemi, mkaenda mpaka Burundi, mkiamini kwamba Uvira imekwisha kukamatwa. Mmerudi kufanya nini? Kwa hiyo kama mmekuja ninyi FARDC, mnatakiwa sasa muishi chini ya commandment zetu sisi wazalendo. Kwa maana ninyi mlikuwa mmeshakimbia na sisi wazalendo tukakamata mji, adui akashindwa kukamata. Kwa hiyo sisi ndio tunamiliki mji wa Uvira. Kama mtakaa ndani ya Uvira, mtufuate sisi wazalendo, kwa sababu ndio tunakamata Uvira, sio ninyi. Mlikuja mkawa mmekuta tumeikamata, ninyi mlikuwa mmeshakimbia. Sasa FARDC na wao wanatumu wazalendo kwamba ninyi wazalendo ni watu wa kupigana vita, nendeni porini, nendeni milimani, hamtakiwi kukaa ndani ya jiji. Ndani ya jiji tukae sisi FARDC, ninyi mkae milimani au mwende kwenye ligne de front huko kwenda kupigana. Na katika malumbano hayo sasa yametokea sasa hivi karibia wiki mzima, kuna kutokuelewana kati ya wazalendo na FARDC. Makosa ya sasa hivi ni haya: wazalendo wanadai FARDC kwamba wao wameshapokea rushwa kubwa, na hivyo FARDC inaanza kuhamasisha wazalendo watoke ndani ya jiji la Uvira na milima ya Uvira, waende kule kwenye bonde la mto Ruzizi kujiunga na wenzao kule. Uvira ibaki wazi, na itakapobaki wazi wao waikontrol. Kwa lugha hiyo ambayo FARDC inawaambia wazalendo wafanye hivyo, wazalendo wanaitafsiri kwamba FARDC inataka sasa kuingiza M23 ndani ya Uvira. Kwa hiyo hawawezi kutoka. Wiki moja iliyopita ulitokea na mtafaruku mkubwa nje kidogo la jiji la Uvira pale Kigongo, wakarushiana kabisa maneno makali kati ya FARDC na wazalendo, lakini pia kukatokea mpaka kurushiana risasi, pamoja na kwamba hazikukuwa na madhara yoyote. Baada ya hapo FARDC ikaandika barua kukanya na kusema kwamba hawana utofauti wowote kati yao na wazalendo. Kama watu wanasema hivyo ni uongo, wanalaani vitendo hivyo. Mimi katika kipindi cha Habari Mbichi ninachoangazia siasa nilieleza hivyo, na nikasema kwamba FARDC wanadanganya watu, utofauti upo. Waliniambia walivyoniambia, lakini kawaambia mimi ni mtumishi wa Mungu, nitaongea ukweli ndio nitakaoongea. Sina haja ya kupindishwa na mtu yeyote. Nilikuwa nimesimama sana. Sasa siku ya jana na siku ya leo kumetokea pia utofauti mkubwa kiasi cha FARDC kupoteza maisha, maiti kabisa kulala, kiasi cha FARDC kuumia. Kwa hiyo wako majeruhi wengi ndani ya jeshi la FARDC. Sababu imekuwa nini? Ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza, wazalendo wamepatwa na hasira baada ya pale Uvira, moja kati ya bandari zilizopo pale Uvira, sio bandari kubwa, Kalundu bandari mojawapo, iliingiza boti au meli. Meli hiyo ilipoingia, wazalendo walidai kwamba hiyo meli haitakiwi kupakuliwa wala kufanyiwa chochote. Sisi wazalendo tuingie tujue hiyo meli imeleta nini. Na kwa taarifa za mapema wazalendo waliambiwa meli hiyo imeleta vifaa au silaha. Sasa wazalendo hawakuwa na taarifa yoyote kuna meli ya silaha inayokuja, hawakujua. Lakini pia kwa mpango wa FARDC kupokea ile meli, hawakutaka kuhusisha wazalendo kama kuna meli itapakuliwa, kuna vifaa vimekuja vina gani. Wazalendo walikuwa kama hawaambiwi chochote. Sasa wazalendo wakasema hakuwezi kuingia meli kapakuliwa tusijue, kwa maana hatujui hata hizo silaha ambazo zimeletwa na hizo meli zimeletewa kina nani. Kama ni waasi ndio wameziingiza hatujui, kama ni FARDC hatujui. Lakini pia wazalendo hapo kwenye ligne de front kupigana, wanalia silaha bunduki kila siku, ila hatuna taarifa yote kama kuna silaha za kuja kwa ajili ya wazalendo. Sasa zinapelekewa wanani ambao hawapigani. Kwa hiyo wazalendo wakatiki moja kwa moja kwamba
vifaa vile vimekuja kwa ajili ya kuja kusaidia M23 au vingie ndani ya Uvira na M23 ije kuvitumia vifaa vile. Kwa maana hiyo basi pakawa vuta ni kuvute, wazalendo wasitake meli ile ifunguliwe au ifanywe vyovyote. Hasira zikaanzia hapo. Sasa siku ya tarehe 1 FARDC wametoka kikundi fulani ndani ya jiji la Uvira kutaka kujielekeza milimani kwa lengo la kufanyeje, kwamba wawafukuze wale wazalendo ambao wako kule milimani, watoke kwenye milima ile waliopo kule Uvira, waende kule kwenye bonde la mto Ruzizi kulioko wengine wakae kule, kutekeleza au kulazimisha lile neno lao la wazalendo watoke Uvira, wakataka waende kulitekeleza kwa matendo. Kuna amri FARDC waliambiwa wawafukuze wale vijana. Lakini pia pamoja na kwamba FARDC kanuni na kauli ilikuja wafukuze wale vijana, baadhi yao wengine wakasema kwamba hapana, sisi hatutowafukuza hao wakae. Kwa hiyo ndani ya FARDC pia kuna makundi mawili. Kuna FARDC kabisa ambao ni wasaliti 100%, sio wasaliti, ni M23 lakini wamevaa nguo za FARDC. Ni wakongomani wa damu baba mama, lakini roho zao zimebeba M23 na wanawafanyia hao. Lakini pia wako FARDC wengine bado wana uzalendo ndani yao. Kwa hiyo pakawa kama pana kautata. Lakini walipokwenda kule juu, taarifa za kwanza zinasema kwamba walikutana na wazalendo kule milimani. Wazalendo wakapiga, wakapanua, FARDC kapanua, wakaanza kurushiana, basi wakaumezana hivyo kwa wazalendo na FARDC. Taarifa zingine zinasema kwamba wale FARDC walipopasukana vipande viwili, hawakusema tuwaende kuwapiga wazalendo watoke juu, na wale wasema hapana tusiwapige. Kati yao hao wakiwa huko juu, kati yao ya makundi mawili wakaanza kurushiana, wakaumizana. Hizo ndizo taarifa mbili, lakini zote katika zote ni kwamba FARDC imeumia. FARDC ina maiti na ina majeruhi Uvira ndani ya tarehe 1 mwezi wa 5. Kwa hiyo hali ya Uvira sio nzuri baina ya FARDC na wazalendo. Nikiwa hapo, kabla tujakwenda kuomba, taarifa nyingine ambayo nimeipata ambayo inahitaji pia tuiombee sana ni kwamba M23 ni kweli kwa nguvu ya kupigana risasi au bunduki wanakiri wao wenyewe kwamba nguvu walionayo haiwezi kupigana na wazalendo. Kwa hiyo pone yao ni kwamba serikali ya Kongo haijasapoti wazalendo silaha kwa ajili ya kupigana. Kama hilo lingetokea, maana yake wao wangepigwa na wazalendo na kurudi kule walikotoka. Hilo M23 inalikiri kabisa kabisa. Sasa mpango ambao M23 inaufanya kwa sasa hivi ili kuregeza nguvu ya wazalendo, kwa maana wanajua hawawezi kupigana na mzalendo kwa risasi wakamshinda, hilo wameshalikubali. Wameamua kupigana na mzalendo kwa kutumia nini? Hela, kwa kutumia pesa. Kwa hiyo mimi kama mchungaji, kwa taarifa ambazo ninapewa na wachungaji wenzangu, lakini pia hata maskari FARDC au hata M23 hata wazalendo, kwamba mchungaji, hebu sema hili jambo, mchungaji ombea hili jambo. Kuna jambo limeletwa la kuombea. Ziko hela maelfu makumi ya hela, maelfu makumi ya hela, ambazo hizo hela zinaletwa wazalendo wapewe. Na inaripotiwa kwamba wako baadhi ya wazalendo viongozi ambao hiyo hela wanaonekana kuikubali. Wako baadhi ya wazalendo viongozi hela hiyo wanaonekana kukataa. Sasa kama ambavyo najua, rushwa inakuaga dili. Mkiwa mnapewa watu 5, 2 wakikubali, 3 wakikataa, manaki hilo dili linakuwa dirisha. Ukorofi utatokea kati yao, wanaweza wakaumezana. Kwa hiyo taarifa za ndani na za ukweli ni kwamba wako wazalendo baadhi wameshakula hela, lakini wako wazalendo wengine wamezikataa hela, na wako wazalendo wengine wameahidiwa tu
tutawapa kila mtu labda dola 10,000 ninyi viongozi wa wazalendo wa eneo fulani, hasa wale wanaolinda Uvira. Tutawapa kila mtu dola 10,000 dola za Marekani, muruhusu tu tukamate Uvira. Ila hiyo taarifa inapokuja, hawakuja na hela mkononi hawa M23. Manake waliona kama wazalendo ni wajanja, tukiwapa hela wanaweza labda wakaila alafu wakatupiga. Bora tuambie wakubali tukamate Uvira, hapo tuafe kila mtu dola 10,000, wale wazalendo viongozi ambao wamekamata maposition. Hiyo hawajaipokea bado, lakini ndiyo hela wanayopewa. Kama wataikubali, maana yake utasikia mambo mengine, na kama watakataa utasikia mambo mengine. Hizo ni taarifa tuko nazo. Biblia au neno la Mungu linasema kwamba mtu akipokea rushwa, maana yake anafungwa mdomo wake. Hata kama alikuwa na jambo la kuongea, hawezi kuliongea kwa sababu ya ile rushwa inakwenda kumnyamazisha. Na hata kama mtu angekuwa mzalendo, ukipokea hela ya adui kwa lugha iliyokuja rushwa, ukahila, alafu ukasema kwamba tutaihila alafu tunampiga, hata shetani maana yake atakuwa upande wa adui yako, kwa maana umekula ya adui. Kwa hiyo ni swala la maamuzi. Hela ukatae ufanye kazi yako, na hela ukakubali ili tena umpige uliyekubali hela yake, umefanya wizi. Mambo ya kimungu mimi kama mchungaji siwezi kushauri hivyo. Kwa hiyo kama umesimama kwa ajili ya nchi, simama moja kwa moja. Wakati tafrani hii imetokea ya hela na vurugu kati ya FARDC na wazalendo, tuliongea na FARDC mmoja, akasema hivi, wao sio wasaliti, wao wanaitetea nchi. Na kama wanaitetea nchi, wazalendo hawana sababu ya kuatilia mashaka. Ila wanachokiomba wazalendo, wasianze kutoza mataksi wao, kila kitu wao. Hapana, waende kupigana vita. Na mimi ni shauri FARDC, ujumbe wangu ni huu kwa FARDC. FARDC sio wa kumwambia mzalendo nenda kwenye vita. FARDC sio wa kumhamasisha mzalendo nenda kwenye ligne de front. Hapana. Yeye FARDC yeye ndiyo wa kwenda, alafu mzalendo amfuate FARDC nyuma. Kwa maana FARDC ndio jeshi la taifa la kupigana. Wazalendo ni wa kuwasaidia pale wanapochoka. Sasa FARDC na yeye akiwa kumtuma mzalendo nenda kwenye vita, nenda kwenye ligne de front, aende kufanya nini? Na wewe unabaki wapi kufanya nini? Ndio usaliti watoto wangu, wanangu. Wewe ni FARDC unamwambia mzalendo nenda kwenye vita, wewe ubaki unafanya nini? Na vita ni vya kwako. Hili jambo nilisema katika vipindi ninavyovifanya vya kuangazia siasa, kwamba siku mkisikia FARDC inaanza kupigana na mzalendo, maana yake hapo ndio ukombozi na ushindi wa mzalendo utapatikana. Niseme hivyo tena, nirudie kama mchungaji. Nililisema hili mapema, ilikuwa 2024 mwezi wa 3. Watu wengi walinitukana wakasema mimi ni mchochezi, ninachochea vita, sio mchungaji wa kweli. Lakini sasa hivi Uvira kila mzalendo ameliona, na ndilo linalotokea. Sio mimi niliwaambia, waliona matokeo. Tena niseme hivi, mtu wa Mungu unanisikiliza, mimi ni mtumishi wa Mungu. Siwezi kukaa hapa leo nasema vitu ambavyo viko dangerous kwa ajili ya kujoki, kupoteza muda. Hapana. Ninaongea vitu ili akili za watu zifunguke, watu wapate maarifa, kanisa liombe, tuwe na uelewa wa kutosha, ndipo tunapoweza kukombolewa. Neno la Mungu linasema, mtaifahamu kweli, nayo kweli tutaweka huru. Ukimjua Yesu Kristo, atakuweka huru kuelewa vitu, nawe utafanya vitu vilivyoeleweka. Neno la Mungu linasema pia, watu wangu wameangamizwa wa kukosa maarifa. Maarifa yakisha kosa ndani ya mtu, hata kama ulikuwa na nguvu, hiyo nguvu haitafanya chochote. Maarifa ukiwa nayo, hata kama ulikuwa na nguvu dogo, hiyo nguvu itaonekana ina nguvu. Jambo lingine ambalo limetokea Uvira na kushangaza sana, taarifa nyingine ni kwamba nchi ombewe tu. Manake ni vituko hivi, nchi ombewe tu. Jambo lingine lililotokea katika jiji la Uvira ni kuona mapolisi
mapolisi kuandamana, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Mapolisi wanaandamana kudai mishahara, kuandamana hadharani, barabarani kudai mishahara. Polisi ni askari. Mimi kama ningekuwa ni mmoja kati ya mamlaka yanayoangalia wale mapolisi wale wote, manaki hii tarehe 1 ya wafanyakazi na ndio ingekuwa pia siku yao ya mwisho ya kuitwa wafanyakazi. Kwanza ndani ya Uvira hawana kazi nyingine yote wanayoifanya, na wanadai kwamba walitoka Bukavu, walitoka Goma. Wakuu wao waliwaambia Goma, wakatoka Goma wakaja Bukavu, wakubwa wakawaambia Turekile, wakaja mpaka Uvira, lakini hawapewi mishahara. Sasa wanagomea wakubwa wao waliowaambia waje, wanakimbia. Hao wakubwa sio ndio wanaotoa mishahara. Mishahara inatolewa na serikali. Waliowaambia kwamba turudi, tutoke Goma twende Bukavu, na wenyewe pia wanadai mishahara, huwa wanalipwa. Sasa kwa akili ya mtu iliyotimamu, unangomea mtu ambaye na yeye anapokezwa kama wewe, maana yake unawaza kidogo. Katika sheria za kijeshi, polisi ni jeshi. Hakuna mwanajeshi anayeandamana hadharani kudai mishahara. Maandamano ya jeshi yako aina nyingi, sio kukaa barabarani kuandamana vile. Ili ni kuonyesha udhaifu na uzembe mkubwa. Kama mwanajeshi akitaka kuandamana, wale wake zenu na waume zenu na watoto wenu ndio wangeandamana. Sio lazima waandamane Uvira ambako polisi wapo. Wanaandamana kule kule waliko. Wawe wapo Kinshasa, wako Lomami, wapo Kasai, wataandamana kule kule na wanapeleka ujumbe, tunaandamana sisi wake wa polisi, watoto waume wa mapolisi, waume zetu wako huko, hatupate mishahara, tunashinda njaa, na jambo linaeleweka. Kwa hiyo kitendo kama hicho ni nchi ya kuombea. Maana yake watu akili hazimo tena, vichwa vimebeba ubongo lakini havibebi tena akili, kiasi cha polisi wenyewe kusahau majukumu yao na kazi yao na miiko ya kazi ya kijeshi. Mungu awasamee sana. Kabla hatuja kwenda kuomba, maeneo ya teritwari ya Fizi huko milimani kumesikika pia na mashambulizi kwa maana ya vita katika maeneo mbalimbali. Kunaripotiwa kwamba wako vijana wa wazalendo ambao walikuwa nafanya doria katika position zao, huku akijua wazalendo wanadhibiti eneo fulani, lakini pia M23 wako eneo vijiji fulani. Na kama ambavyo mnavyojua vijiji vya Fizi hasa huko milimani havikamatani. Unaweza kukuta kutoka kijiji kufika kijiji kingine, unaweza kutembea hata makilomita, kuna pori, afu nafika kijiji kingine. Sasa katika vijana wa kizalendo kufanya doria katika maeneo yale ya katikati, wakajikuta kwamba wale M23 wamesogea kutoka kijiji ambacho wao wazalendo walikuwa wanajua wapo kijiji fulani, wakasogea kama wanasogelea vijiji ambavyo wazalendo wapo, na kutaka kuweka position ama vituo humu katikati, kuonyesha kwamba wameongeza kukamata maeneo mengine. Kwa hiyo wazalendo waliokuwa katika doria, sijui walikuwa ngapi, ila taarifa tulizonazo ni kwamba wakaanzisha mashambulizi, na hao watu ambao ni M23 ama Red Tabara walikuwa wamesogeza position zao kusogelea maeneo ya wazalendo, na ripoti zikasema kwamba wakafaulu kuwafukuza mpaka kuwarudisha kule kwenye kijiji au position zao walizokuwa wapo. Hiyo ni taarifa ambayo iko huko, lakini pia Walikale mapambano yanaendelea kama kawaida na vijiji vingine. Jambo ambalo ningekualika tuliombee, mtu wa Mungu. Jambo ambalo ningekualika tuliombee. Hatutachoka kuomba. Tuombe kwa ajili ya mgogoro wa Uvira ambao upo kati ya wazalendo na FARDC ambalo ni jeshi la taifa. Sio mgogoro mdogo, ni mgogoro mkubwa.
Wazalendo wamekwisha kunyang'anya silaha nyingi za FARDC. Wale walikuwa nakimbia kutoka Bukavu, Goma, walinyang'anywa silaha za kutosha. Lakini pia hata wa FARDC ambao wako ndani ya Uvira hawana afya, manake wanajiona kama vile wanabanwa. Komandema militeri, ule uhuru wa wao kujitanua kama jeshi haupo. Wanaona kama wazalendo wanafanya kazi yao. Alafu si tu kuishia hapo, kila wamoja wanawaona wengine kama wasaliti wao. Hili jambo litazaa bomu lililo kubwa ndani ya Uvira. Na bahati mbaya zaidi, hakuna mzalendo hata mmoja anayemwamini tena FARDC. Kwa maana hata kule kwenye Plaine de Ruzizi wako FARDC pia kwa ajili ya kupambana kule. Hawa wa Uvira bado wanaonekana hawana kazi yoyote. Sasa wazalendo hawa FARDC na wenyewe wameanza kustaki wazalendo ndani yao kwamba ni wasaliti, mpaka wanafika mahala kutaja na majina. Mzalendo fulani mbona ni msaliti, mzalendo fulani mbona ni msaliti, mzalendo fulani mbona ni msaliti. Swali linakuja, wewe sasa FARDC umejuaje huyu mzalendo huyu ni msaliti mpaka anze kumtaja majina? Aliposaliti ulikuwepo? Aliposaliti uliona? Uliambiwa huyu bwana tumeshampa hela? Uliambiwa na nani? Na kama uliambiwa, huyu aliyekuja kukuambia alikuaminije akakwambia wewe? Hapa ndipo majibu yanarudi pale pale. Hawa FARDC hawa wanawaya mrefu na M23, hata kama sio FARDC wote, lakini wengi wao, hasa wale walio na vyeo vya juu, wanawaya unaopitisha network nzuri kati yao na M23. Sasa hili jambo, na kwa kuwa wanahabari na watu wanaofanya uchambuzi wa kivita wamekwisha kuchonganisha ya majeshi na kuyaweka wazi kwamba FARDC ni wasaliti, hakuna amani itakayo kuwepo ndani ya Uvira kama FARDC itaendelea kuwepo na wazalendo kuendelea kuwepo. Manake hali haitakuwa nzuri. Na mimi ningeshauri sasa FARDC kama mchungaji, kabla sijaomba, nipeleke ujumbe huu kama ambavyo wazalendo wamekwisha kupeleka ujumbe kwa FARDC, kuwaambia ya kwamba hawawezi kufanya jambo lolote ndani ya jiji la Uvira bila kuwataarifu. Uwe mzigo wa kuingia, wawaambie wazalendo wajue na washirikiane nao kuhakikisha huo mzigo umeangaliwa na kukaguliwa na kwenda kufanya kazi inavyotakiwa. Wazalendo wameambiwa FARDC. Na mimi nitoe ujumbe huu kwa FARDC kwamba jiji la Uvira, kusema ukweli, mimi kama mchungaji, jiji la Uvira halihitaji FARDC kama askari. Jiji la Uvira halihitaji FARDC kama askari. Na kama jiji la Uvira lingehitaji FARDC kama askari, nisingehitaji FARDC kwa ajili ya kuprotege jiji la Uvira. Hapana. Lingehitaji FARDC kwa ajili ya kuavanse kwenda kukamata miji iliyokamatwa. Kama FARDC ana nguvu, apigane akamate kile cha kwake kilichokamatwa au kilichoibiwa au kilichonyang'anywa na M23. Hiyo ndio FARDC, ndio kazi inayotakiwa kufanya. Kwa maana uwezo wa kulinda jiji la Uvira FARDC hauna. Haiko FARDC yoyote pale ndani ya Kongo iliyo na uwezo wa kulinda jiji la Uvira lisikamatwe. Hapana. Vifaa vilivyokuwepo Goma vya FARDC ni vikubwa mara 1000 zaidi ya vifaa vilivyopo Uvira. Idadi ya FARDC waliokuwa Goma ni kubwa mara 1000 zaidi ya idadi ya FARDC iliyopo wapi? Iliyopo Uvira. Umuhimu wa jiji la Goma ni mkubwa mara 1000 zaidi ya jiji la Uvira. Faida za jiji la Goma kule Kinshasa kule ni mkubwa, faida ya jiji lile zaidi ya faida ya jiji la Uvira. Kwa hiyo serikali haiwezi kuangalia jiji la Uvira kwa kulijali sana
kuzidi jiji la Goma au Bukavu. Kwa kifupi, FARDC Uvira hapakufai kukaa. Hii ndiyo hekima, kwa maana tukibembelezana, tupakeane mafuta, tutumie hekima ya kusuluhisha, havitasaidia. Bora tutoboe jipu, usaa utoke, watu wapone. Na kama FARDC mtakaa Uvira, basi fanyeni jeshi moja na wazalendo, kwa sababu Uvira ni ya wazalendo. Fanyeni jeshi moja, kila kitu mtakachokifanya FARDC wazalendo wajue, na kila kitu atakachokifanya wazalendo FARDC ijue. Sasa mfanye kwa pamoja, msiwe makundi mawili. Hiyo ndio kwa kifupi. Tofauti na hivyo, FARDC mkijifanya ubabe ndani ya jiji la Uvira, katika kisaikolojia jiji la Uvira linamilikiwa na wazalendo. Kisaikolojia ni hivyo, manake msingangane. Huu ni ushauri wangu mchungaji, msingangane. Na raia haiamini FARDC, bora wazalendo katika swala la vita vilivyopo hapo mbele. Kwa hiyo hakuna raia atakayesimama na FARDC na najua M23 anakuja na wewe FARDC hauna ubavu. Kwa hiyo mzalendo amepata kura kwa raia kulingana na vile alivyozuia huyu adui asije. Hiyo ndio kwa kifupi. Kwa hiyo FARDC, usalama wako upo kukaa chini ya mzalendo, au kutoka hapo nenda eneo lingine ambalo wazalendo hawapo kwa wingi, hawasumbui kama Uvira. Hiyo ndio kwa kifupi ujumbe wangu kwa FARDC. Na ujumbe wangu kwa wazalendo, wekeni kwanza ka utaratibu. Hakukwagi jeshi duniani ambalo halina utaratibu. Katika taasisi zote za kiserikali au za kiuraia, haiko kazi duniani iliyo na ordre duniani kama kazi ya kijeshi. Sasa ndani ya wazalendo hamna ordre. Mtu akiwa na askari 5 ni general na anabeba ordre yake yeye mwenyewe, hawezi kumsikia mwingine. Mtu akiwa na askari 3 nimeshakuwa kolonel, ordre yake mwenyewe, hawezi jeshi alikuagi hivyo. Jeshi lina discipline, lina adabu, lina ordre military kutoka juu. Sasa mkiikosa hiyo, manake hata ninyi wenyewe wazalendo kwa wazalendo mtaanza kutuangana, kwa maana huyu kolonel atataka apeleke ordre kwa huyu kolonel, hata kubali. Makolonele wawili wa wazalendo mnaanza kutuangana. Huyu kapitene atataka ampeleke ordre kapitene yule, mnaanza kutuangana. Mtajikuta kila karti ina generale wake, kila karti ina generale wake, kila karti ina generale wake. Sasa ama ni bajenero ba Mgambo, ama bajenero ba Rararondo, au bajenero ba Peti ba mukarti ya hapa, hamutaeleweka. Baadaye jiji la Uvira litakuwa kama Afrika Kusini. Kila mtu ni kibaka, kila mtu ni jambazi, kila mtu ni volme arme. Sasa hivi vitakosesha tena jiji la Uvira sifa. Na hata vita vitakavyokuja sasa ndani ya Uvira hamtaweza kupigana, kwa sababu ordre kila mtu yuko naye ya kwake, ya wasoda 10, wasoda 5. Havikwagi hivyo watoto wangu, wadogo zangu, kaka zangu, sio hivyo. Watu wa Mungu, hii ndio nafasi yetu kama wachungaji. Kila tukipata nafasi tunaitumia kushauri ya kile ambacho Bwana ameweka ndani yetu. Sasa watu wa Mungu, tutumie dakika hizi 3 au 2 kuomba kwa ajili ya jiji la Uvira. Leo atuombei taifa la Kongo. Leo tunaombea jiji la Uvira, na tuombee jiji la Uvira kwamba lisikamatwe na M23. Hapana, tunaombea jiji la Uvira kwamba Mungu alete kwanza kuelewana kati ya hawa wakongomani wawili, na wale waliokula rushwa na wajala rushwa. Waliokula rushwa angalau waitapike. Tutafanya maombi, ipo siku tutafanya maombi maalum ya kutapikisha watu rushwa. Yaani watu watapike rushwa.
tutakuwa na hayo maombi kwa jina la Yesu. Ila ya leo tuombe kwanza Mungu awape unyenyekevu FARDC, unyenyekevu wazalendo, watembee kwanza kama wanadamu walio na akili, waelewane, wasiwe kama paka na panya, ili jiji la Uvira liendelee kupumua afya na wakaaji waendelee kusantire amani, kukaa pamoja na wakongomani wenzao, sio hawa wageni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, ninabariki jina lako Bwana na kulitukuza. Ninasema asante kwa maana wanadamu uliwaumba wewe, akili ukawapa wewe, pamoja na kujichagulia ili na fahamu za kuelewa, fahamu za kutumia akili yao kama watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Roho zote na mawazo machafu yanayoletwa na adui kwa ajili ya kuwavuruga, kuwachanganya na kwa mwelekeo, ninazikemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, 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 haleluya. Maneno yote machafu yatokayo kwa shetani kupitia wanadamu wenye ukorofi, ninazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninasafisha ubongo wao, akili zao zote zilizoibiwa na rushwa, akili zilizoibiwa na tamaa ya fedha, akili zilizoibiwa na tamaa za vitu vya dunia, ninazisafisha kwa jina la Yesu. Ninaondoa roho zote za tamaa, roho zote za kupenda fedha, roho zote za kupenda vyeo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, wape hekima ya kulinda makusudi na malengo yao ya kuchagua kazi hizo. Wape hekima Bwana ya kutunza sababu ya kuchagua kazi hiyo iwe kazi yao. Bwana wa majeshi, silaha ni kwa ajili ya kulinda nchi, silaha ni kwa ajili ya kulinda raia. Yesu, wape akili walikumbuke hilo, waachane na upumbavu na ujinga uliojaa kwenye akili zao, ujinga wa kuiba, ujinga wa maslahi, ujinga wa ukorofi, ujinga wa kutaka kutawala, ujinga wa kutafuta heshima. Kwa jina la Yesu ninaukemea. Bwana, onekana kwao. Yesu, safisha akili na fahamu zao. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wa majeshi, rejesha akili iliyoibiwa irudi tena kwao, kama Farao alivyokuwa amechanganywa akili, ili Bwana ujitukuze kwao. Na mimi ninaamini hata adui amewachanganya akili ili baadaye awateke mateka. Nami Bwana ninawakomboa akili zao na komboa fahamu zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amani yako watawale. Lera sika na lala. Amani yako Yesu watawale. Haleluya, 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 haleluya. Basi amani yako Yesu watawale. Weka upendo katikati yao. Weka upendo katikati yao. Weka upendo katikati yao. Ule uliopotea urudi kwa jina la Yesu. Ulioibiwa kwa fedha urudi kwa jina la Yesu. Ulioibiwa kwa vyeo urudi kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Zaidi ya yote Bwana, achilia nguvu yako juu yao, wasimamie na kuwatetea. Sababu zote za mauti na vifo ambavyo hazina haki kwao zisipate nafasi. Walinde Bwana na kuwaelekeza. Walinde watu wako, walinde nchi ya watu wako, walinde makabila ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na Mungu aliye hai. Rilasi Bwana, ninaomba na kushukuru. Amen, 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 amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Nishukuru sana kuwa pamoja na mimi katika kipindi hichi cha Saa ya Bwana. Kila siku tuna kipindi hichi. Mungu akubariki sana. Nikuombe uweze kushare link hii kwa watu mbalimbali, tuweze kuomba kwa pamoja. Tuweze kuomba kwa pamoja. Tuweze kupata maarifa kwa pamoja. Mungu akubariki. Siku ya kesho hatutakuwa na kipindi cha Saa ya Bwana kwa mida ya usiku, tutakifanya mchana, kwa maana tuna ibada iliyo kubwa ya mkesha kwa ajili ya kuomba nchi ya Kongo, lakini pia na kumtafuta Roho Mtakatifu aliyezimwa na watu, kuwasha moto wa Bwana. Mungu akubariki na wakati mwema. Haleluya, 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 haleluya.